mada hii itakuja mwamwa mada naisha rafiki maisha je na story ni kama maisha au maisha ni kama story kaka hiyo kuna hakika unanyimanya bado labda kama katika kuna watu wawili pia kuna Mungu koma mbona on the scratch ameapo papano atafanikiwa sali kila mmoja hata leo apata mali za ulisi ba akili huja ndo mpata mali za mbi adipa anaishi kibabe mchizi anaishi kibabe mboga saba nini ngombe saba miradi ile ambayo imebaki aliye mimi ameendeleza imefika mfano ambao unajua kabisa hata kama ni mali za ulisi unaona kabisa wanaona babaki anapi kati yao wawili ndio kumbe sio yote ngeni ilikuwa peke moja kabla sio ndio unajua nisema kuna mmoja yeye azipata mali za urithi lakini atazisimamia zikaenda na sababu zaidi ya pale ambapo akumwingine alipata mali za urithi nene lakini yeye atafakisha ndio kiangalia kwenye maisha mengi wanangu watoto kishua wanangu bongo hapa watoto kishua wengi baadhi yao umeona wanapenda shule kubweteka umeona lakini pia wengine wanajua historia ya nyumbani au historia nini ya mtaa au historia ya familia yao wanajua historia ya familia. Sasa kwenye hawa wawili mmoja alipoteza mwingine atafanya jambo mimi naamini naweza nikamshauri hata alipoteza yaani kuna mwingine ambaye sio kwamba alipoteza kuna yule ambaye amejipambania hapa mwenyewe akaenda juu asa na nguvu biashara yote tu bro hivi chaguo sababu hata ikisema na kipande mmoja sababu wewe kusimamia mali za mtu zikaanza kuendelea juu maana msopo waga umeona alafu pia kwa mazingira mbona kutakuwa na issue hapa ambaye imetamiza mali za mninge bora alafu kazifisha sehemu ya fanya boy ikawa tena on top mwanangu wewe kuna misingi ya mshua huyo misingi ya familia kiangalia mwanangu tajiri wengi ambao ni kitambo madoni kitambo anajulikana kitani pale madoni familia ya madoni unakuta si mjomba wake ila anaye mdogo wake sijui doa na hata kama sio jingi wanajiweza mwanangu wote kombe hili ndio dogo vipo mali unajua zile sasa wale pale mwanangu wao pale kama aliye kwa choo uliti ule ile rahisi sana kukusimamia michongo ikaenda poa kama kuna misingi ya mjomba shangazi na lakini kuna wao tunakuta mwanangu kwa mimi hapo sasa hivi tu kwa mimi mwanangu kapiga mamilioni mzee bora hawa kidogo sio mwanangu hapo mwanangu nenda huyu hapa dakika siku nyingine kwa chama yake hii itakuwa ngumu kwa sababu ile msingi imeanza kwangu kwako wewe hasa naye baada ya kupata misingi kuja kuikariri kwangu mwanangu sio pole pole anakuwa ili kuweza na madhulumu yupo ya biashara yupo sio nyumba zangu zingine chaji la kale ndio hata kama hata something ndio saidia jambo lake kisha kafanya kama uraji hapa kuna ngombe wale kupiga tu hapa lakini mwanangu namuita mjomba babu mjomba nazo anadogo kabisa kimero anakupa misingi bwana picha hii haso ni haso hivi kati ya watu wawili hao kati ya mtu ambaye amefeli kwenye kutunamia na mtu ambaye amefaulu kwenye kusimamia yupi ndio nadhani mnapanda kitu cha kujifunza la hii kujifunza zaidi takifunza zaidi kwa yule ambaye akaanza ndio ile kwa ana changamoto za kuona na changamoto za kuzitatua na changamoto ambazo mwanangu hata kama zijaje wewe shazihisia lakini kuna maanisha kwa yule ambaye tayari yani yule amefanya amefanikiwa ndio wewe anaanza moja tu base class na mimi kwa yule ambaye amefanikiwa yule ambaye amefeli na yule ambaye amefanikiwa kwamba kwa mfano kama wewe ni mtafutaji kwamba labda pengine huyu kafanikiwa mimi ni faida nimefeli yani kwa sasa kwa wewe ambaye ndio yani unaanza kutafuta yani kwa hiyo bisu ambayo utajifunza zaidi hiyo ndio vipi nimefeli kwenye kutafuta nini zekuta Ini kia ametoka hapo nini kia. Ini anataka Jakarta. Kawe ili tumwate gari kimoja na ndugu zake wako karibu. Ita ndugu zake.
Wiki ambayo utajifunza zaidi kati ya mpa mbele ndio kanikiwa au mimi ayedi hapa na kwa mimi yangu ndio kwambia kitu moja, maskini tunapendana sana. Hiyo sindana ndio najua kwa mimi ndio kuna pesa naweza kusaidia mtu ambaye amefanikiwa. Na zaidi kuferi babu kuna somo sure inawezekana sababu alizofanya mpaka the pen wenyewe ni gani hakika ina kama kedi baby pafa ili ufanikiwe au ili ujifunze unatakiwa ujue sababu hizo pesa utabitia sana. Ndio maana nilikaja kwenye pointi ya maskini tapendana. Sababu lazima urudi kwa maskini ndio msifia maskini anaenda nini? Hapana hasa para kosa. Ndio tena ameinvedi kukutenda kujipambania. Zile fanikiwa aje bwana. Dwinga yotumia unajua zi. Yaani kwa mfano maisha sasa hizi mtu akikuona tu na kesa basi. Aereshe asosako zatoka mwanzo. Bora so baba wao defat. Lakini wabeto kama mtu akipata pesa tajam kato. Kwa hiyo tunafanyari sema kwa nini kwa changamoto kama hii. Ili soma divambashi. What's on leaders sasa sunzu da binje da ka hakika sababu shebe ye alisi ndio alisi kuleta unafanyaje ili watu wa kwa professional kapita jambo ka wale mali isipotee lazima una jambo lifanye wewe unasomea vile kama kesho na mbega vata mashireza uwezo shangara mungu ndio mzee mstaafu kikono anaelijua vake kitambo huko mwanangu kipindi hiyo alinua kitambo hiyo je upi uze ni mkodisha je kupita bondi kwa baki mimi nayo nimekoa pale nyumba mwanangu atakao kutoka safari zake na ametoka kundi gereji babu anapiga chuma kidogo pale vipi mashine nzima nani mwanangu mjengo je kuuza yake kubisha bei kigo je kwa nani ndio ni walisoma sheto sisi sasa vijana sasa hivi ndio baba tukachapo na maisha na hivyo hapo wote ndio mwanangu tena bado na mchangamoto kwa hiyo iko wapi ala amenisoma hivi bila vile inawezekana kwa sababu asilimia kubwa vijana friends kuvumilia changamoto mtatini kazi ndio kuvumilia changamoto tokana na hali ya maisha ngumu kwa anaweza kaona bora apate hela chapchapu atatuita tatizo hata kama ana kitu fulani cha thamani auze ili atatuita tatizo ile mdaburi ya kupambana hiyo tatizo pekee. Ajira nyingine iko hivi kuvumilia changamoto yani sema ni kutokana na tuseme na uhalisia wa maisha yalipopanda. Unajua kipindi cha nyuma maisha yalikuwa chini. Unaelewa? Ina maana kwa mfano hata kama unafuata pesa kidogo inaweza kufika faidi. Wewe tuseme kizi zetu mbalimbali au mahitaji mengi. Tofauti na sasa hivi. Maisha sasa hivi yanapanda. Kwa hiyo unaweza kupata hela kidogo baadaye unaona kama ikitu chochote. Kwa hiyo mtu kama hivi mtuvumilie. Bila kupenda masaikolojia tu ya mtu. Saikolojia za watu. Kwa sababu hapo zamani matatizo lazima tu yalikuwa. Yaani unakuta kuna matatizo ambayo unakuta ni familia mpaka wewe mwenyewe mzee unakiuliza ni baba hapa mfanye nini? Tijaji tijaja. Kwa hiyo kwa watu wa zamani saikolojia yao inawezekana kuna misingi fulani walifikia kwa bana mitamba nini yani kwa namna hiyo msiaringi chochote ambacho nimekipata nikilo unajua ila nikihakikisha ndio kwambania kwa namna yoyote akakuteka sehemu nyingine na kisha nateboa lakini kwa saikolojia wewe vijana asilimia kwa na kama kuna weakness fulani ambayo ilimetokea tatizo anaweza kafikiria kwanza hata mambo ya ajabu sio akahisi labda amechendewa unajua anaweza kahisi labda kuna namna fulani imefanyika kafanyiwa fitina unajua kwa hiyo ndio maana unaweza kuona ili kuepusha hata ile aibu itakayotokea baada ya ile tatizo inabidi hakikishe kwamba anajipambania anapeteka hata kile nilichonacho nitatue hii aibu ifanye nini iondoke lakini wazee zamani inaonekana kama aibu kwao ilikuwa sio tatizo yako alikuwa yani ni kwamba anakuwa ni kuvumilia singi ile kwamba mimi don't care hapo pia mwanangu nimesema kwamba hapo mtu aje kujishangaa kuna baadaye kwamba anahisi kama labda ananuka mirogo sio mamezungumza hiyo kitu kwamba anajisikia kama au ni rogo babu au ni panyaje au ni kwaje au kwaje hiyo pia inachangia sababu neta hatujui unajua sisi tunapenda sana kutengeneza vitu
Alafu tukiviharibu sisi wenyewe tunaona kama tumerogwa. Kutendo mifumo. Sasa hivi vijana nao sisi watu wa kike. Akishakuwa mwanangu ni mazingira tena ambayo tunayo. Anapenda kufanya vitu vyake binafsi binafsi. Umeona? Anataka nyumbani hivi nikae na maisha lakini gani mbona usikie tu nifanya nini? Ndio soma. Yaani kiburi kitu kaskani tu pale anaishi poa. Nao kibao tu mtani mwanangu sengana akuingia mtani kile kienda skani for mwanangu. Ndo skani mwanangu lakini mwanangu kati mwanangu hapo ya wala sikujua nini. Lakini tingine bila tumesema kwamba eti uvumilivu ni kwa mchache. Mimi kwa msito mfabzani hivyo. Unajua sio wazee wa zamani. Mimi na mimi nilikuwa hata moto kupata TV, kupata OMD sahihi. Moja taubi nini? Walikuwa wana moto kupata elfu 5. Ni papa sikio wanangu. Hata katika ya manyoya geto. Wabaga sasa kitu kingine mwanangu mimi kadiri nini zamani. Ilikuwa ni hali labda ya nyama. Hivyo muone. Ndio alikuwa jishiku baguchi mwanangu. Uchi ziwegi. Mzikati tu hapa. Muone. Ndio maana kile sana atakishapiga Nike aina yake kitambo inabidi nibadilishe uniform sini babu. Hiyo ni bei ya mbuzi. Mbona lakini kule sasa ndio ndio mbuzi anaweka ndani. Lakini wewe kula mzee watu watatu kwenda dama anakangeka na rapa bila toa ile na mtakio weke. Kisi mwanangu tunataka kubai kama utadii kwa wapi. Ndio kitu kingine iki pulova bili. Bili mwanangu elfu 50 hiyo. Hapo jamaliza hapo. Hii t-shirt ya na bei for baini. Jamaa mgani. Ndio ni tani kesi. Tani kesi. Hapo kingine mwanangu sasa. Vijana sisi mwanangu sio tuzingatie nature mwanangu. Unajua zetu mwanangu wazingatia nature. Anaangalia nature. Unazingatia nature sababu gani? Au blaza. Hii ni mali zikae. Lazima mwanangu atitike hitajika. Sio tu misingi darasani kwa zamani kwa kusoma darasani. Bwana kwa usome kile kwa mwanangu na msingi yao tu mwanangu kina mambo yake baungira kahiyo. Ni masa ni bwana. Ni mambo mengi bwana. Tatito hivi mauza. Kasi gaya numa. Wanda kuta.